Karama na teknolojia. Eric, sauti yako imekuwa ikibariki sherehe na hafla mbalimbali katika ulimwengu wa sasa. Karama bila jukwaa la mtandaoni haifiki mbali kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Je, unaonaje nafasi ya KKKT Digital kama jukwaa jipya la kuibua na kukuza karama za vijana ndani ya kanisa tofauti na mifumo ya zamani iliyokuwa na mipaka? Mimi naona KKKT Digital imekuja wakati mwafaka, na ni kwa sababu tukubaliane wote kwamba kanisani ndiko mahali ambapo kuna vipaji vingi sana. Ukiangalia majina ya watu wengi wakubwa ambao wamefanya vizuri sana hasa katika tasnia ya sanaa duniani kote, wengi, asilimia 80 na kuendelea, wanatokea kanisani. Kwa hiyo kanisani Mungu ameweka utajiri mkubwa sana. Kitendo cha kuanza kuwa na KKKT Digital ni kusema kwamba tunavionyesha vipaji ambavyo viko ndani ya kanisa viweze kujulikana na ulimwengu, vipaji ambavyo viko ndani ya kanisa viweze kuonekana na dunia. Kwa hiyo KKKT Digital imekuja wakati muafaka kabisa, kwa sababu huu ndio wakati ambao vijana ama kanisa linaweza kutoa fursa kwa njia moja kwa moja au kwa njia ambayo sio moja kwa moja, lakini watu watapata fursa kupitia KKKT Digital kuonyesha vipawa walivyonavyo, kuonyesha uwezo walionao, kuonyesha nafasi walizonazo, kuonyesha fursa ambazo ziko ndani ya kanisa. So KKKT Digital is a real deal. Imekuja wakati mwafaka sana kwa ajili ya kutoa fursa kwa vijana pamoja na kanisa kwa ujumla. Mapinduzi ya mawasiliano. Kama MC, unajua umuhimu wa kutoa taarifa sahihi kwa wakati sahihi ili kuzuia taharuki. Je, unadhani KKKT Digital itasaidia vipi kuziba pengo la mawasiliano kati ya kanisa na waumini? KKKT Digital ni chombo muhimu sana, ama ni aspect muhimu sana kwa kanisa la sasa, kwa sababu siku za kusubiri matangazo ya kwenye kitabu zinaanza kupitwa kidogo kidogo, zinaanza kupotea, na watu wengi wanataka kupata taarifa kwa wakati akiwa kwenye, yani taarifa kiganjani tunasema. Kwa hiyo kanisa kupitia KKKT Digital linafanya kitu muhimu sana kuhakikisha kwamba taarifa yoyote inayotoka, kwa sababu kuna watu wanajua kuzua taharuki kwa kuleta rumors, rumors kwa Kiswahili wanasema habari zisizo na ukweli, lakini kupitia KKKT Digital Mkristo ama msharika anaweza kupata uhakika wa hiyo taarifa haraka sana kwa kupitia KKKT Digital, kwamba ukisikia kuna tangazo hili kutoka kwa askofu wa KKKT unasema ngoja nihakikishe. Ni kama ambavyo sasa hivi ukisikia taarifa ya uteuzi au utenguzi, unajua utaingia peji gani kwenye social media ili upate uhakika wa hiyo taarifa kama ni ya kweli ama sio ya kweli. Kwa hiyo KKKT Digital imekuja kuweka na kubalance ile mizani ya taarifa ambazo zinakuwa zinaleta taharuki, taarifa ambazo zinakuwa hazina ukweli. Kwa hiyo KKKT Digital ni chombo ambacho sio cha kuchukuliwa poa. Ni mapinduzi makubwa sana ndani ya kanisa kwa ajili ya waumini, lakini pamoja na kanisa kwa ujumla. Digital brand ya kanisa. Mara nyingi taasisi za kidini huonekana kama zimechelewa kupokea mabadiliko. Kwa kuzinduliwa kwa KKKT Digital, kanisa limeingia rasmi kwenye digital space. Je, hatua hii inaongeza thamani gani kwa KKKT machoni pa vijana na wataalamu wengine ambao wanatumia muda mwingi kwenye mitandao? Ninachoweza kusema KKKT Digital ni zaidi ya digital space. KKKT Digital mimi nasema ni uinjilisti wa kisasa, kwa sababu kupitia KKKT Digital tutawapata hata wale ambao wanaona uvivu, yani ambao kanisa the physical church imeshindwa kuwafikia. KKKT Digital inamfikia kila mmoja mahali alipo. Miaka michache nyuma watu wamekuwa wakienda zaidi wanasali kwenye TV na nini, lakini sasa hivi hata kama uko safarini, KKKT Digital inakuconnect moja kwa moja kupitia kwenye kiganja chako. Kwa hiyo KKKT Digital ni zaidi ya digital space, ni uinjilisti kuwafikia hasa vijana ambao kwa kadri siku zinavyozidi kwenda kasi yao ya kumtafuta Mungu inapungua, kasi yao ya kushiriki kwenye shughuli za kanisa inapungua. Nimeona kwenye sharika nyingi wana struggle sana na mambo ya vijana, hasa sharika ambazo ziko mjini, ambazo zina waumini ambao wameendelea, well educated Christians. Kupitia KKKT Digital hii inawafanya kuliona kanisa kama ni chombo rafiki, ni taasisi rafiki kati ya vijana pamoja na kanisa, na hapa ndipo uinjilisti mzuri unapofanyika, kwa sababu kupitia KKKT Digital mtu anapata taarifa zote, na hata anapokuwa kwa mfano
kichwa kimejaa, amekuwa stressed, kupitia KKKT Digital anaweza kuona wapi anaweza kupata taarifa gani na anaweza kupata msaada wapi wa kiroho, afya ya akili, kimwili na kadhalika. So KKKT Digital is a real deal. Elimu ya ujasiriamali na uchumi. Ukiwa mmoja wa wadau wanaotamani kuona mabadiliko makubwa kupitia KKKT Digital miaka ijayo, moja ya vipengele vya KKKT Digital ni elimu ya biashara na ujasiriamali. Unadhani kuwa na mfumo unaomfundisha muumini jinsi ya kuvua samaki badala ya kumpa samaki tu kutalisaidiaje kanisa kuwa na waumini imara kiuchumi? KKKT Digital kuweka elimu ya ujasiriamali pamoja na uchumi ni hatua ya mbele sana. Yani vijana wa siku wanasema hatua hii ni mwaka wa mbele. Yani kwa namna hii kanisa limeenda mwaka wa mbele sana. Kwa sababu gani? Sasa hivi tumeona idadi ya watu wengi ambao wanakimbilia makanisani wanakosa uhalisia. Of course makanisa yamekuwa mengi, watu wanakosa uhalisia. Watu wanaacha kuwa waumini, wanaacha kuwa wafuasi wa Kristo, wanakuwa kama washirikina kwa sababu hawapewi mafundisho ya kweli. Wanaambiwa tu ukichukua mchanga ukafanya hiki unaweza kupata pesa, unaweza kutajirika. Mhubiri anapanda anawaambia watu anarusha hewa, anawaambia watu pokea funguo za gari, anawaambia pokea funguo za nyumba, watu wanadaka, watu wazima kabisa wanadaka. Huu ni upotoshaji. Sasa KKKT Digital inapoleta elimu ya ujasiriamali na masuala ya uchumi, na maana inakuonyesha kwamba Mungu sio mtu wa kubahatisha. Mungu sio Mungu wa kubahatisha. Mungu ambaye KKKT inasimama na kusema habari zake ni Mungu ambaye anakufundisha, anasema nitakufundisha na nitakuonyesha njia ya kuiendea. Ina maana unakwenda kanisani kupitia KKKT Digital unapata mahubiri, lakini kupitia KKKT Digital wanakuonyesha namna gani unaweza kuya-apply yale mahubiri kwenda kufanya kazi halisi za mikono kupitia uchumi na ujasiriamali. Na hapa ndipo ambapo KKKT itajitofautisha sana na makanjanja wa Injili. Hiyo niseme wazi, makanjanja wa Injili. Kwa hiyo hapa watu wanapata elimu, wanapata uwezo. Kwa hiyo ni zaidi ya mahubiri, ni zaidi ya maisha ya kiroho, kwa sababu lazima tuya balance maisha ya kiroho pamoja na maisha ya kimwili. Kwenye Bible anasema mpenzi ufanikiwe kwenye mambo yako ya mwilini kama unavyofanikiwa kwenye mambo yako ya kiroho. Yani spiritual life yako ikiwa 95% na maisha yako ya kimwili yanafaa kuwa kwenye level hiyo. Kwa hiyo elimu ya ujasiriamali, elimu ya uchumi ndani ya KKKT Digital ni kitu muhimu sana, kwa sababu kinauleta uhalisia wa maisha ya kiroho kuja kwenye maisha ya kimwili, na hivyo ndivyo Mungu anataka watoto wake wawe. Unapofanikiwa ni uinjilisti tosha kumvuta mwingine kuja kwenye kanisa na kusema Mungu huyu amenibariki kwa kiwango hiki. Ukiwa kama kioo cha jamii, unawaambia nini waumini ambao bado wana kigugumizi kujiunga na KKKT Digital? Ni faida gani ya kipekee unayowaambia waifuate ndani ya mfumo huu? Mfumo wa KKKT Digital ni mfumo muhimu sana kwa kila Mkristo, either uko ndani ya KKKT ama hauko ndani ya KKKT. Kupitia KKKT Digital kuna fursa nyingi sana ambazo zitakuwa zinawekwa huko. Taarifa za muhimu sana ambazo zitakusaidia wewe, zitasaidia familia yako, zitasaidia marafiki zako. Kwa sababu KKKT Digital ni zaidi ya taarifa za mahubiri. Of course tutakuwa na mahubiri ambayo yamefupishwa ya kule ambayo yatakusaidia kukujenga kiroho, lakini kutakuwa na fursa nyingi sana ambazo unaweza kuzipata ndani ya KKKT Digital. Kwa mfano, tumezungumzia habari ya elimu ya ujasiriamali pamoja na uchumi, lakini wataenda zaidi ya hapo. Unajua kanisa limeungana na taasisi nyingi sana duniani na lina network kubwa sana na mashirika ya nje. Inawezekana wewe kijana mwenzako, rafiki yako anatamani kwenda kufanya kazi kwenye mashirika ya nje. Kunapokuwa na positions kama hizo, kunapokuwa na fursa kama hizo, KKKT Digital itakuwa inavuta zile taarifa. Kwa mfano kuna mashirika mengi ya kidini ambayo yako Europe, yako Amerika, yanatafuta vijana kutoka Afrika kwenda kufanya nao kazi.